yale malumbano ambayo yana msingi. Sasa tukikutana hivi sura zimeonana aibu na tunaambiana wazi kwamba bwana kaka Vise, mimi sikuwa na interest na mipango, labda unaona mimi na kazi zangu sina interest nao na mipango, mimi sina interest na nani. Sasa bora wewe umekuja kulitoa hilo kwamba niko tayari kwa yote mawili. Leo. Kwa hiyo mimi hapa nilikuwa muono wangu wa mwanzo kabisa, toka mwanzo ilikuwa ni hiyo kurudia dakika 45 uwanja wowote neutral tumalize hiyo. Sasa sisi kaka unasemaje, tupige hatua, tupige pale tarehe zote mbili. Ambao tumebakisha nafikiri takriban mechi mbili ya mipango zote mbili. Na ile inavunjika na mwisho, si ndio? Kuna mechi nyingine jamani. Naona tabia manufaa ya acha na manufaa tunajili mmeviporo. Kundi yeye naona kuna nani Azam za 9 na Mango 9. Mango na Azam alikuwa hajacheza Tunashia hapa. Tunashia kalamu. Tumeshamaliza. Hajacheza Mango hajacheza. Mango hapo Mango hajacheza na Azam. Alafu mambo mipango hivi kando Mango. Sina mbona hiyo kwenye grupu hii Azam hapa. Kuna agenda takriban 3 4 ambao agenda ya kwanza tumetengeneza kama mfumo mdogo kuwashirikisha vilabu katika uendeshaji wetu wa ligi. Jambo lingine lilikuwa ni swala la rufaa na mechi za viporo, mjadiliano kwa pamoja. Kulikuwa na timu ya mipango pamoja na Daudi, kulikuwa na mechi ya viporo. Nyingine tumezungumza na Nebora kwa muundo wake na utaratibu wake, baadaye tutamuonyesha. Tulikuwa na agenda nyingine mambo ya udhamini pamoja na kuonyeshwa kwa kadha na michezo yetu na Nebora na mengineyo ambayo tuliadhimia kuzungumza. Wengine katika hilo suala la rufaa ni yapi yameamuliwa katika kikao hiki? Rufaa maamuzi yalishatoka, tutayatangaza baadaye baada ya mtu wa habari kutengeneza, nafikiri atatoa kwenye vyombo vya habari rufaa na maamuzi yake. Lakini wale ni wale Nyanyembe pamoja na Ilula veteran wamenufaika na hizo rufaa. Kwa pia na kulikuwa pia kuna rufaa ya Kimara pamoja na wapinzani wao ambao mechi yao haikuweza kumalizika kwa dakika zote 90. Nayo ilikuwa ni rufaa tu, ilikuwa ni malalamiko, ni mapendekezo ya mechi ambayo ilicheza dakika 45 kuisha, lakini mechi hiyo itarudiwa tarehe 9 siku ya Ijumaa saa 10 jioni katika uwanja wa chuo cha polisi kwa saa. Na pengine mwelekeo sasa wa ligi yenyewe ya veteran ikoje kuanzia kwa tunazungumza na ndio kusema katika ajenda moja hapo, ndio hiyo mwisho wa ligi ambao tunaenda kwenda bora ndio tumeshautengeneza, nafikiri tutautangaza rasmi ndani ya baada ya wiki moja. Na wajumbe wanasemaje kuelekea katika wamefurahishwa, na mimi niwashukuru sana wajumbe na wenye waliozungumza waliojadiliana. Nafikiri tumemaliza salama na itakuwa ni wakilishi bora kwa wenzao ambao wamefika kwa shukrani. nasema wewe wale wahusika wa hizo timu za Nyanyembe na Nyama hawa tutajadili. tunajadili tu. Tunajadili busara. sasa wote wameshaleta malalamiko yao. Wameshaleta Ni kuyaangalia ni kweli yana nani? Bora kile Na kile kiporo. ekimo kwenye ndani ya mchezo. message. Kwa hiyo Ni hapa. ni kuangalia rufaa yao walikata kwa hii je? Yaani mimi hapa concern yangu mimi naomba be honest. Nimedelay kutoa maamuzi ya rufaa kwa sababu moja kubwa. Cha kwanza, kuna timu ambazo zilikuwa zinatusumbua kusafiri. Hatuwezi, yani hata kwenye ligi haziendi, mara zinasosoa. Leo unamwambia inaenda na Nebora. Hata kama kashinda rufaa au kashinda. Alafu haendi kwenye kituo. Inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo sisi tunaangalia possibility ya timu ambazo zinaweza kwenda kushinda. Hizi tunaziangalia, tuzipitie kwa pamoja kama kuna kasoro. Umempa Mkapa. Sasa kile baba Simba kuletea. Andika na natakiwa iwe ya mwisho. Tukisema mechi kwanza ile mechi ya dakika jibu la mechi ambayo au ili mechi ilikuwa na changamoto zake kwa pamoja tukubaliane, kwa sababu sisi wote ni viongozi na lengo letu ni moja.
usije kwenye mabishano ambayo yalikuwa kwenye group mpaka sisi tulituhumiwa kama viongozi kama vile tuna interest. Huyu Mpango anasema nini, Mipango anasema kina Hashimu kina hapa wanakwambia kina Hashimu. Kwa hiyo kuna maneno mengi kwa sisi hatuna interest na ile mechi kweli kabisa. Na nimeamua kuita kwenye kikao cha pamoja tutumie busara ya pamoja na tupe maamuzi. Issue ilikuwa hivi. Referees walichelewa kusimamia mchezo. Of course ilikuwa hawana taarifa. Kwa akili sisi wakaja kwa mafungu wakacheza chongo wanaita, lakini ni mechi haikuisha. Mechi commissioner alikuja late, refa alikuja kukamilika mwishoni. Wakati huo matokeo yalikuwa mshawafunga ngapi? 3. Yes, Baruti anaongoza 3. Hawa wakafikiria kikanuni, hatuwezi kwa sababu referee haja kamilika, lakini mwanzo walikubaliana kucheza. Mechi haikuishia, ikaisha hapo. Half time when hawakurudi nani mkao. Mbona upande mmoja. Kwa hiyo kanuni moja wapo inasema marefa wa 4 na commissioner. Sasa pia tukajiona sisi imechezwa japokuwa tunazungumza kwa nini hao walikubali tokea mwanzo. Kwa hiyo kuna mambo mengi yamezungumzwa. Kwa mechi ichezwe vipi? Hatujatoa maamuzi kwa sababu marumbano kwa tunafikia mwisho. Marumbano baina ya Baruti na Baruti anasema mimi naomba nisikilize vizuri. Hawa ndio viongozi wetu. Wao ndio wanasimamia hili. Sawa sawa. Hilo jambo lilifanyika nje kidogo ya kikanuni. Lakini vilabu hivi viwili na wasimamizi waliokuwepo walikubaliana. Si ndio? Mechi ikachezwa. Ikafikia hapo ilipofikia. Wenyeji walikubali, sisi wageni tukaona si mbaya, tukaicheza mechi. Na ile mechi kipindi cha pili kimekwisha, bado kulikuwa na muda. Kulikuwa na muda. Yaani hata kama ungesema kiza kinaingia labda kesho yake tungerudia labda dakika 5 au 6. Kitu ambacho tulikuwa tunaweza kubalansi hata kule kwenye taa. Wewe ulikuwa ushaanza kufanya mipango, tukacheze kwenye taa. Nazungumza hivyo ili pawe wazi. Sina nia mbaya. Lakini nimekuja kwa lengo hili ambalo kuna mawili, nyie mkubali au mkatae. Nia yangu ni kutokutaka kuharibu image ya taasisi. Mimi viongozi wangu wamenituma. Na sio viongozi sababu timu mwenyewe niko mwenyewe ila na wachawa. Marketing kama chawa na maana kwamba ndio hapo maamuzi matatu hapo. Na ndio kanuni inalosema hivi. Kanuni ndio inasema sisi mechi yote hiyo haipo. Sio haipo sababu walicheza twende kwa utaratibu na kaka. Asante. Mimi nadhani kwanza tumshukuru kiongozi wa hilo la msingi Baruti kwa busara. Kwa busara kutumia kusema amekubali mechi ichezwe. Maana utaratibu hapa ilikuwa ni moja kwa moja ya development. Maana mipango kama walikuwa wanaogopa labda sijui muda na nini, wangecheza hata kipindi cha pili. Alafu mpira ungekwisha sio kwa muda wake. Wao ndio wangekata rufaa, refa akamaliza mpira sio kwa wakati. Pale rufaa yao ingekuwa ni nzuri. Lakini kwa utaratibu ulioendeshwa na mpaka kufikia ile mechi inavunjika, kiutaratibu ni moja kwa moja sehemu yote ukienda Baruti alitakiwa apewe ushindi. Kwa hiyo ndio maana nasema tunamshukuru kiongozi wa Baruti yeye binafsi kusema yuko tayari mechi irudiwe. Mimi nadhani hapa sasa ni kupanga kwa ajili walishacheza kipindi kimoja, wacheze kipindi cha pili kwa dakika 45 ili mchezo wa dakika 90. Itafutwe ground neutral ikatumike kufanya hiyo mechi ili wamalize hicho kiporo. Hivyo hatuna wadhamini, sio viwanja vipo. Tutoke kwenye vurugu. Mfano kwenda kucheza viwanja vya Kigamboni. Unaona kuna watu wawili, watatu, wanne wana viwanja vizuri kabisa. Lakini sasa ukosi, yani shida zetu ni pesa. Yani kama tunapata wadhamini, mimi nataka kuzungumza kama mfano kila timu inapata hata milioni 10. Wanajipanga, yani hata mkokoto watapoishia wataweza kujibeba. Lakini sasa unakuta timu empty. Siku ya kwanza unaanza 600,000. Unakaa ndani ya wiki unaenda kumwomba huyo mtu uliyomwomba mwanzo tena upate 600,000. Unaenda kumwomba tena anachoka. Na sio kuchoka tu anakuwa hana. Sema swala la kucheza kwa agenda takribani 4 ambao agenda ya kwanza tumetengeneza kwa mfumo mdogo kuwashirikisha vilabu katika uendeshaji wetu wa ligi. Jambo lingine lilikuwa ni swala la rufaa na mechi za viporo. Ningejadiliana kwa pamoja, kulikuwa na timu ya mipango pamoja na Baruti. Kulikuwa na mechi ya viporo. Ndio vingine tunazungumza na ni bora kwa muundo wake na utaratibu wake, baadaye tutamuonyesha.
Tulikuwa na ajenda nyingine, mambo ya udhamini pamoja na kuonyeshwa kwa kadha na michezo yetu na bora na mengineyo ambayo tuliadhimia kuzungumza. Rufaa maamuzi yalishatoka, tutayatangaza baadaye baada ya mtu wa habari kutengeneza, nafikiri atatoa kwenye vyombo vya habari rufaa na maamuzi yake. Lakini all in all Mnyanyembe pamoja na Ilula veteran wamenufaika na hizo rufaa. Ilikuwa ni malalamiko, ni mapendekezo ya mechi ambayo ilicheza dakika 45 kuisha, lakini mechi hiyo itarudiwa tarehe 9 siku ya Ijumaa saa 10 jioni katika uwanja wa chuo cha polisi Kurasini. Tuzungumza na ndio kusema katika ajenda moja hapo, ndio hiyo mwisho wa ligi ambao tunaenda kwenye bora ndio tumeshautengeneza, nafikiri tutautangaza rasmi ndani ya baada ya wiki moja. Wamefurahishwa na mimi washukuru sana wajumbe na wenye waliozungumza, waliojadiliana. Nafikiri tumemaliza salama na itakuwa ni wakilishi bora kwa wenzao ambao kufika kwa